rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina wa man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, ndugu zangu katika imani, sifa zote njema ni zake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mola wa viumbe yote. Tunamsifu, tunamuomba msaada, tunamtaka msamaha na tunamuomba msaada, na tunajilinda na Mwenyezi Mungu kutokana na nafsi ya shari ya nafsi zetu na maovu ya matendo yetu. Yule ambaye Mwenyezi Mungu amemuongoa hakuna kumpoteza, na yule ambaye Mwenyezi Mungu amempoteza hakuna kumwongoa. Nashuhudia kwamba hapana Mola anayepaswa kuabudiwa kwa haki isipokuwa ni Allah peke yake na hana mshirika. Nashuhudia kwamba Mtume Muhammad ni mja wake na ni mtume wake. Rehma na amani zimshukie yeye kipenzi chetu, nabii mtukufu wa daraja, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu katika imani, leo nimeona tukumbushane maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika sura An-Nur aya ya 8. Mwenyezi Mungu anasema katika sura An-Nur aya ya 8, baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, Bismillahir Rahmanir Rahim, takadu tamayyazu min al-ghayz kullama ulqu fiha sa'alahum kullama ulqu fiha fawjun sahalahum khazanatuha alam ya'tikum nadhiru. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika aya hii, moto wa Jahannam unakaribia kupasuka, kuchanika kwa ghadhabu. Kila mara kundi litatupwa katika moto wa Jahannam, malaika walinzi wa motoni wanauliza, sahalakum khadhanatuha, wanauliza walinzi wa motoni, sahalakum khadhanatuha, wanauliza alam yatikum nadhiru, je, hakuwajieni mwonyaji? Malaika walinzi wa motoni wanastaajabu kuona makundi yanatupwa katika moto wa Jahannam, wanadamu wanatupwa katika moto wa Jahannam. Wanastaajabu, wanauliza alam yatikum nadhiru, je, hakuwajieni, hakuwafikia mwonyaji? Na hii ni kawaida ndugu zangu katika imani, hata katika maisha haya ya kidunia. Mtu ukikamatwa ukapelekwa gerezani, wale walinzi, wale maaskari wa magereza wanakuuliza, wewe bwana umeletwa kwa shauri gani? Sasa mimi bwana ni bakuku. Wanashangaa, wanastaajabu maaskari wa magereza, yaani wewe unaitwa jela kwa kuiba kuku? Wanaona vipi huyu anakuja kupata shida kwa sababu ya kuiba kuku? Na hivi ndivyo ambavyo wanastaajabu malaika wa motoni itakapotupwa kundi katika moto wa Jahannam. Wanauliza alam yatikum nadhiru, hakuwafikieni mwonyaji? Hapa tunajiuliza, je, mwonyaji hapa ni yupi? Mwonyaji, ndugu zangu katika imani, katika kila zama mwonyaji walikuwa manabii na mitume. Zama mbalimbali walikuja wanabii na mitume kufikisha ujumbe wa Allah, na ule ujumbe ndio onyo, ndio uonyaji.
katika zama tulizonazo na mtume wa mwisho ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na yeye ndiyo aliyofikisha ujumbe kwa umma na kutufikishia kitabu cha Allah, Qur'ani. Qur'ani ndio onyo. Pindi utakaposikia Qur'ani, utaposikia maneno ya Mwenyezi Mungu kupitia Qur'ani, huo ndio uonyaji unakufikia. Utaposikia kwa namna yoyote, umesikia Qur'ani, umesikia ujumbe wa Mwenyezi Mungu kupitia kwenye redio, umesikia kupitia kwenye TV, umesikia kupitia kwenye YouTube, umesikia kupitia kwenye internet, umesikia kupitia kwenye kitabu, umesikia kupitia kwenye karatasi, umesikia kupitia kwa mtu, huo ndio uonyaji umekufikia. Malaika ndio wanauliza alam yatikum nadhiru, haukufikia uonyaji? Wanashangaa, TV zimejaa, radio zipo, YouTube, TikTok, Facebook, Instagram imejaa, onyo kila siku linatolewa, watu hawasikii. Ndugu zangu katika imani, kama unasikia ujumbe huu, ewe muumini, zidisha ibada. Na wewe Muislamu ambaye umeghafilika, fanya ibada. Ndugu yangu katika imani, rudi, anza kufanya ibada, mkumbuke Mola wako subhanahu wa ta'ala, mwingi wa kusamehe. Rudi, anza kufanya ibada. Na wewe ndugu yangu usiyekuwa Muislamu ambao ujumbe huu umekufikia, jitahidi ndugu yangu katika kutafuta haki. Katika kutafuta haki, wapo walioiona haki wakaifuata, wapo ambao wameona haki wakaikadhibisha, lakini wapo wale ambao hawaijui haki na wanaendelea kufanya yasiyokuwa ya haki kwa sababu hawajui haki. Kundi baya zaidi ni wale ambao wameipata haki na wakakadhibisha, wakapuuza. Kwa hiyo ndugu yangu katika ambayo wewe si Muislamu, basi itafute haki, soma ili uweze kujua haki na uweze kufuata na kutekeleza ibada za Mola wako kwa usahihi, kwani kufanya ibada pasipokuwa sahihi unaingia katika kundi la upotofu, na upotofu hukumu yake iko kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Anaweza akakusamehe au akakuingiza katika moto wa jahannam, kwa kuwa ulisikia ujumbe ukitaka kufuata haki ukaendelea kung'ang'ania katika upotofu. Kwa hiyo ndugu yangu katika imani, wewe ambaye ni muumini, endelea kufanya ibada, lakini wewe ambaye ni Muislamu, unaitwa Hasani, Juma, Sharifa, lakini ufanye ibada ndugu yangu, rudi, anza kufanya ibada za Mola wako. Isije kuwa malaika wa motoni wakakuuliza pindi unapotupwa katika moto wa jahannam, alam yatikum nadhir, au kufikia wewe mwonyaji. Subhanaka Allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.